Bawabu Studios. Tanesia na alaonde matenda kuona ngaya kikukilia. Tanesia na alaonde matenda kuona wendeneza umano namo alaonde matenda kuona wadhimo wakue. Wanangiye Yesu nikanangu thaithe, wanangiye Yesu nikanangu thaithe. Ini vena tumumaitha tutekwenda nguthukume. Vaitonyeka Yesu vaitonyeka, ndiye wia waku Yesu nithukumeva. Vaitonyeka Yesu vaitonyeka, ndiye wia waku Yesu nithukumeva. Mchungaji hajafungwa yake. Mchungaji hajafungwa yake. Na huyu mchungaji ni mwaminifu. Kidogo. Okay. Haya, katika tukuje kwa heshima zote. Unajua tunataka tuingie tukule. Kwenda mpaka huko tukuje mbele. Wakuje wote. Kuanzia hapa. Kama hauna maua, nitolee wote hapo ndani. Tukuje mbele. Kuja hapa kwa red carpet kabla wageni wafike. Unajua ni wengi sana. Asante. Sio line. Nyinyi wote msonge mbele. Twende mbele. Amsha watu amka. Mwambie napigi yangu huko nje. Hata kama ndio ile pale. Tuharakisha tunataka tukule. Na hii simu. Matenda kuona wadhimo wakue. Wanangiye Yesu nikanangu thaithe, wanangiye Yesu nikanangu thaithe. Ini vena tumumaitha tutekwenda nguthukume. Vaitonyeka Yesu vaitonyeka, ndiye wia waku Yesu nithukumeva. Vaitonyeka Yesu vaitonyeka, ndiye wia waku Yesu nithukumeva. Tanesia na alaonde matenda kuona ngaya kikukilia. Tanesia na alaonde matenda kuona wendeneza umano namo alaonde matenda kuona wadhimo wakue. Kutwika elote niwekiye fiti, nikanamine thayu waku mutange. Ini ndatonya ngai ya muvindi vyaki, nginya sarenda na Yesu asumbika. Ini ndatonya ngai ya muvindi vyaki, nginya sarenda na Yesu asumbika. Tanesia na alaonde matenda kuona ngaya kikukilia. Tanesia na alaonde matenda kuona wendeneza umano namo alaonde matenda kuona wadhimo wakue. Wakumwenu umano namo wakwa umavindithye amaitha wonthe alame kinyume chakwa. Wike siama nene musumbe mathamie mase uyu ni ngai. Waponye wangonjwa uwabariki, walio chini Baba uwainue, waliotengwa na kukataliwa Baba yangu watende. Adui zetu uwashangaze, wajua kweli wewe ni Mungu mkuu.
tanisya na ala onde matenda kona ngaya kikukilia tanisya na ala onde matenda kona wendeneza umano namo ala onde matenda kona mathimo wakue Anaitwa Kristo mwenyewe. Wacha tuwekee wimbo kwa kitambo. Anasalimia watu. Anapoingia. Na mambo iko sawa. Atarudi akuje tena.
Yesu asumbika inidatonya gaya mubindireki kinyasarenda na Yesu asumbika wapi vigelegele Tanesia na alaonde matenda kona gaya kibukilia Tanesia na alaonde matenda kona weneneza waponye wagonjwa uwabariki, walio chini Baba uwainue, waliotengwa na kukataliwa Baba yangu watende, adui zetu uwashangaze, wajue kweli wewe ni Mungu mkuu. Pamoja na watoto wake polepole tu wapigane Bishop hapo tu ngoje Yesu Yesu tena paka pale princess ndio unaki sasa polepole haya wote tusimame watu wote tusimame nasema sana tusimame akiwa na msasi wake pale nyuma Duksi mwenyewe.
kubariki walio chini, Baba waliotengwa na kukataliwa, Baba yangu watendee. Unajua nini Michael MC? Niambie sijui bwana. Nichukulie 5,000 iliyokuwa inaitwa Things Fall Apart. Ni marefu. Amesema atatupea. We, Ashas. Ndio ajue kukaa karibu na. Unaenda wapi? Ashas. Nitawaputa kazi. We Clarks, ukae karibu na mimi mmoja, akae karibu na mimi. Umekata hilo. Thank you. MC mwenzangu. Naona wamefikisha Christine. Wamemfikisha Christine? Aya. Naomba tu walipe uwanja watu wachache. Ndio hiyo. Walipe uwanja. Ndio hiyo. Ndio watu na Christine pale. Ndio hiyo. Akiwa na mume wake Elijah. Na ukiangalia vizuri, angalia mahali ambapo kuna red. Mahali kuna red. Mimi nitakuwa hapa ndio naona vizuri. Yes. Mama yao, yani nakwambia mama yao jana CBK. Yani Syndrome Bank of Kenya. Hapo ndipo walikuwa.
Sasa na yeye akudunge yake 10. Thank you. Mama yao ameleta pesa. Vizuri. Ameleta pesa vizuri. Yes. Ndio hiyo sasa. Unajua nini? Sijui, niambie mzee. Unajua nini? Si au watoto wa kupedha mmoja waitishe baba ama mama. Watoto. Unajua nimeenda huko nikawaita Igwe, wote wakaitika. Ndio hiyo sasa. Kwa wale nimeenda nikawaita. Thank you guys. Unajua ni majenzi, Mungu awabariki sana. Thank you. MC umeenda? Watoto wamekupanga? Wamenipanga vizuri. Wamekupanga vizuri. Tengeneza hiyo mic tumpe Christine mwenyewe. Tengeneza hiyo microphone na ipewe Christine. Kuna timu inakimbia pahali. Na unajua MC kitu nimeangalia? Christine amesaliwa na mtu anafanana. Imagine. Ne huyo. Sawa, nataka nisome wote ndio niwaambie. Faith Musyoki. Kwani wengine hawatumi? Faith Musyoki, thank you. Irene ndio huyo. Usiniongelesha Irene. Taongea after event. Na siku ametuma 100. Akituma 100 ninaweza nitaisoma. Christine. Habari zenu? Mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwasio. Tuyasio. Ni mutano na kanini. Thank you. Nashukuru Mungu maana mmekuja kusimama nami. Karibuni sana katika hii sherehe ya album launch. Mimi ndio host wenu Christine Elijah. Kwa hivyo tuko pamoja. Jisikie ukiwa mahali panapostahili. Na wapenda sana. Asante sana. Okay. Pastor Christine, pea Bishop Elijah tusalimie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivyo basi niko na furaha kwa Mungu kwa ajili ya wakati kama huu, na wakaribisha tuendapo kuendelea. Bwana wa amani awabariki. Asante. Aya. Kwa sababu ya wakati mnaweza tulia kidogo kwa sababu ya wakati. Nitawaita tena kwa sababu ya wakati. Naomba ile timu ya Stephen Kalonzo Musyoka, wale ambao wamekuja na Honorable Collins. Najua ya kwamba kuna hafla nyingine mmetumwa na mnaenda. Tafadhali naomba muje hapo mbele wote, hiyo timu. Tunashukuru kwa sababu ya wakati kama huu, Bishop Elijah na Christine ambaye ni rafiki yetu mkubwa. Tumekuja na timu ya kutoka kwa His Excellency kiongozwa na waheshimiwa wale tuko na wao. Irene Mulu, Mheshimiwa Jane Musangi, naomba tu sasa mkuje hiyo timu tu. Tumetoka kwa Harambee ingine Full Gospel, tunakuja hapa na tunaenda kwa ingine mahali. Naomba hiyo timu yote tumekuja nao, hata Dina mkuje. Na tupeane ripoti yetu kisha tuondoke. Kwa hivyo sisi kukuja, Christine amekuwa rafiki yetu mkubwa zaidi. Naomba Christine ukuje tu na Bishop. Nao vijana wamefaa kama wewe, wakuje tu. Mesh tulikuwa na wewe, kuwa hapa, wewe ni timu yetu. Jameni, simusimame tupige shangwe na vigelegele jameni. Tunaomba tu hiyo wimbo tumeambiwa tukifika na His Excellency, hiyo wimbo ambao una launch uimbe na waheshimiwa mdansi kidogo. Asante. Kwa hivyo hatutachukua muda mwingi. Tumeambiwa tuwasalimie na His Excellency Stephen Kalonzo Musyoka, na akatuambia kwa sababu Pastor Christine na familia yake wamekuwa sehemu yetu, tukuje tumuwakilishe, kwa maana kuna mahali walienda huko Meru. Kwa hivyo sisi tunashukuru kuona watu wengi mkiwa mmengojea the 6th, lakini ametuma hawa waheshimiwa
Kwa hivyo lugha ni hile ambao kwa sababu ni event ya Pastor Christy tunaomba tu dance na hawa waheshimiwa jameni. Kwanza wacha tu dance. Aya, nataka nifanye introduction ya kwamba kuja tu useme jina. Bwana Yesu asifiwe. Mwe ni museo akamba na kwa ni museo nito wa Kevin Mwendwa kula situ wa kamba mwana witutio 2027 tiji kenesa majanzito sekula nikendati ninge mwana witu kula tiwo seo nengi. Thank you. Naomba mheshimiwa ambaye kuja. Amjambo tena. Tumsifu Yesu Kristu milele na milele. Tufanye mkono hivi tena na tena. Asante sana. Hizo ni salamu za kutoka kwangu na our party leader. Thank you very much. Honorable Dina. Bwana asifiwe. Hebu nipungie mkono. Haleluya. Nita Wadina Kiptoo alamu Mbisi kana pongezi kina mama. Pongezi kina mama. Na nimekuja kwa hii hafla sikuwa ninamjua na sikuwa najua mahali naenda, lakini wakati nimefika nikakuta my sister. Bwana asifiwe. Nita Wadina, I know we have never met. I just want to congratulate you. Congratulations. Mungu atakusaidia, utapita hata mahali tulipita, upite zaidi. Yes, I know God is with you. Amen, amen, amen. Na kwa sababu leo ni Women's Day, ataimba stanza moja. Overflow. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu patia mwenzako smile, mpe tu smile. Smile tu. Mpe high five. Mpe high 10. Mwambie you look lovely. Mwambie wapendeza. If there is a lady near you, mwambie today is Happy Women's Day. All the men, please tell us Happy Women's Day. Happy Women's Day. Amen. God bless you. Naitwa Prophetess Overflow. Tunafanya na Christine. Apostle Collins is our leader na tumefurahia kuwa hapa. God bless you. Naomba Meshi kuja usalimiane. Huu ni wa Diana simamia protocol yetu. Bwana Yesu asifiwe. Masito makonita wa Mesh ni baani wa ni ndoine. Naweza kuona Apostle Calling Mondo Mede amema sio na Overflow. Na ndi musangi netha ndimwe aende kuikala ekele tu kabisa na ili tuende kutumia. Ondo kuitwa Irene kuma kwa mazako. Na wonge lange mboya. Withi onaitwa anake ntwe kata. Twasonganga na maundu metha mema sio. Indegwa moyo kukomana na Dina ndia muona ngita omwigwa. Masito mako tiasu na kutabia. Na ine maki 7 nita wa Meshman soja. Kila chonde chaneni wanando. Nari wasio mbetangi enye. Nina mwasie Yesu ndambitie kusonga na Mesia. Tukalitwa ndinono kabinda mavinya malolo melie. Ni mwikwata sia Yesu munyanya wa wakwa. God bless you. Amen. Basi naomba hawa ni waheshimiwa wale ambao wako kwa viti. Kwa hivyo naomba kwanza watadance na wakimaliza ndio Mheshimiwa Musangi atachukua na alete Mheshimiwa Irene Molu ili tupiane ile kitu tumeleta na tusindikishe. Tumetumwa na Kalonzo ili twende. Wawekewa musiki ile yako hiyo. Hallelujah. Nisaidie tu makofi kidogo. Haya makofi kidogo.
Askofu anasema ndio first time kudance na waheshimiwa. Simpigieni makofi jameni. Ingwe. Basi naomba nialike Mheshimiwa Musangi ambaye ni wa Embakasi. Mwe inata iwe. Bwana asifiwe. Masito mwa na sumwewa itawa Mheshimiwa Jane Musangi wa Wiper. Kama ni bala tuelekele, watoto wenu wasichukulie kura nyumbani. Mwala watoto wakae Nairobi. Na wakati wa kupiga kura, wapigie tu hapa hapa. Kwa sababu akienda nyumbani, methi okunia akamba musi. Na tuenda akamba ingi ba Nairobi. Pa mbunge tu dhiatu, ini tu dhinamu. Nonundu, we are only 6 ma Wiper. Kuwa langi matosa nai. Imiza isi ana kwa sakura. Musumbe wito ne momwese. Ni Kalonzo wa Musyoka. Patete. Tuetu mitwa Kalonzo. Na ekani dhoje Irene. Anenga na otumani. Santi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Naitwa Irene Mulu. Wagapi walikuwa namfahamu Mulu Mutisia enzi za Moi? Huyo ndio baba yangu, mimi ndio last born wake. Na nimeokoka, Kristo ni Bwana. Tumetoka kwenye harambe ingine pale Full Gospel Buruburu. Tulikuwa tumemwakilisha His Excellency Kalonzo Musyoka. Tena ilikuwa ni lazima nifike hapa. Na nikiongea Christine ukue hapa. Tulikutana na Christine mahali wakati alikuwa amekuja kumuona His Excellency. Na ndio maana nikapata nafasi kutuma mahali hapa. Kwa hivyo mimi nimeleta ujumbe wa party leader. Kitu ya kwanza, mpokee salamu za His Excellency Kalonzo Musyoka. Mmezipokea? Simunipe tu Wiper maana asikie tu mahali alipo. Si ndio? Wiper! Amesikia na atafurahi sana.
naomba muendelee na kumuombea. Si ni mtoto wetu? Nani hapendi tukiwa na president katika eneo letu la Ukambani? Sisi wote tunatamani hiyo. Kwa hiyo tunaomba sana mchukue kura vijana. Tunaomba sana mumuombee kiongozi wetu. Sawa. Kwa hiyo Christine, Mungu akubariki sana. Mungu akuinue sana. Mungu akuweke kiwango juu zaidi. Endelee kumtumikia Mungu. Kwa hiyo His Excellency Kalonzo Musyoka alimentuma na mchango wake wa 100,000. Na nataka nimpatie Christine. Nyinyi ni witnesses. Pokea. Mungu akubariki sana. Mimi sina neno lingine la kusema. Mungu awabariki, Mungu awahifadhi, Mungu awainue, Mungu awapreserve hadi 2027 tuone His Excellency Kalonzo Musyoka akiwa president wa taifa hili. Sawa? Sasa alafu mtaturuhusu tuende kwenye hafla nyingine, tunaenda kumwakilisha His Excellency ambayo itakuwa ni hafla ya 3 leo. Asante Christine. Na nakupenda sana. Wanasema kabla tuende, kuna wale Christine, kuna watu wanasema wanataka kusindikisha His Excellency. Wale watu tumekuja na wanataka mkuje. Wale wote ambao Honorable Collins. Na ukienda dina wekewa hiyo wimbo ya wamama, kipenzi ya wamama, ili na sisi pia tuwaambie Happy Women's Day. Na sindikisheni wale tumekuja na wao, nataka kila mtu akuje. Sikuje wewe MC uchukue hiyo pesa. Hapa kabisa. Tuko hapa. Namba yake. Kwa namba ndio ile. Kuna ile. Mimi nazindikisha na 5,000. Mimi nasindikisha na 2,000. Thank you. Honorable Musangi. Mheshimiwa ambaye 2,000. Honorable Musangi amesindikiza na 5,000. 5,000. Wapi Dina? 5,000. Dina kuja. Banda wanataka hiyo wimbo. Yes. Kuja hiyo wimbo tu, uimbe hiyo wimbo peke yake. Hao watu wamedemand kuja tu. Yes. Kuja bwana. Yes. Clash. Yes. Clash tafadhali, Clash mmoja kwa hapa. Asante. Mama yangu Mheshimiwa Musangi amesindikiza na 5,000. Honorable Mbau Bai Shendrak kutoka Embakasi South amesindikiza na 2,000. Mbai ongela ngili umae 0111 Mbai ongela ngili umatendo 0111 42 49 07 07 0111 011 42 42 49 07 07 011 49 40 0111. Nimepata ya kutoka Collins 2,000. Thank you Collins, mtuko 2,000. 0111 42 4907. MC enda pole pole. Baba yangu ametuma ngapi? Collins 2,000. Aniongeze 1,000. Huyo ni baba yangu. Baba yako na ni neighbor. Yeah. Huyo ni baba yangu. Nimepata 1,500 from Augustine Mutuku. Huyo ni MC wa kimataifa, akuongezee 1,500. Augustine Mutuku. Huyo akuongezea another 1,500. Sandra Kabai 2,000. Huyo ataongeza 1. Pesa wani. MCA Machakos Irene ametuma 5,000. Makofi kwake. Thank you. Thank you. Mama yangu Overflow amesindikiza na 1,000. Overflow amesindikiza na 1,000. Mungu akubariki sana.
Nimechukua 1000 hapa, naambiwa nichukue. Hapo kwa suti usichukue 1000, nichukue 2. Umembea ngapi? Hapana, pea hiyo suti heshima bana. Umechukua pesa, unachukua pesa wewe ni MC. Ongeza 1000 ndugu yangu. Pesa tu inapewa MC, sio mwenye event. Unasikia? Thank you. Na huyu kijana kiti yoyote yenye ataitisha tutampa. Anakuanga na bidii. By force. Ndio hiyo. MC nataka kukupiga fine. Nataka kukupiga fine ya 1000. No problem. Utoe kwanza ndio uniulize ni kwa hiyo, usikuwe na wasiwasi nayo. Overflow. Yes. Kina mama. So, tusimame sisi wote. Kama wewe ni mwanaume uimbe na feelings. Tunaelewana? Ukiwa karibu na dada imba na feelings, maana ni siku yao leo. Usijaribu kuimba hivi ni kama hujui unafanya nini. Pongezi kina mama. Kina mama. Hongera kina mama. Kazi mnayofanya. Kina mama. Haya tunapiga makofi tu. Mosh mosh. Pongezi kina mama. Kazi mnafanya. Kazi kina mama. Kina mama. Pongezi kina mama. Kazi mnayofanya. Pongezi kina mama. Kina mama. Pongezi kina mama. Nilipiga MC 5 kwanza, alafu anakupigia simu anakuuliza umeshiba. Thank you so much. Amenunua soda ya 1000. Thank you. Mimi nakwambia hapo mwenye anakuja. Mwenye anakuja. Wow, thank you so much. Thank you. Bye kwa soda. Na wezege timu yetu eneva huyu manambia Rosi hapa makonga mia yonde awangedhi MC timu yetu ngedhi MC wa thank you. Aya, mmenunuliwa soda ya 2000. Thank you kweka pe mheshimiwa limeba hata natambua. Yes, kuna mheshimiwa anaitwa Honorable Kithendo. Wapi Honorable Kithendo? Mokolondo mwenyewe. Yes. Thank you. Kithendo tioso. Ni wasu. Ono yungi. Bili t-shirt.
kama winga. Ege the t-shirt. Yes. Na agege akakuneko. Na woga mbaunza. Kwisha. Thank you. Tusalimie. Hello. Bwana asifiwe. Amen. Mwaseo? Na mimi nashukuru Mungu. Nitawa Kidendo Wangai kutoka Makueni. Mimi ni mheshimiwa huko Makueni, place inaitwa Nguma Sumba. Na huyu Christine tulijuana kitambo sana nikiwa kijana. Na tukapatana kwa mambo mengi ya huduma, kazi, na mimi ni jirani tu naishi hapa chini. Na tukatoka ibada nikaambia vijana wanilete tukuje tusimame na huyo dada yetu. Kwa hivyo nashukuru sana kwa huu mwaliko. Umeniintroduce mpaka nikakuwa sasa CMCA, nikakuwa kama MP. Kiti ya MCA tu mtu mpaka anastuka. Asanteni sana, tuko hapa tufanye kazi ya Mungu. Mimi ninanunua soda ya watoto 5 natuma na M-Pesa. Hiyo ni 1500. Hiyo ni 1500. Ngoja Kidhendu. Si watoto 5. Watoto 5, hiyo ni pesa ngapi? 1500. Si ni watoto. Watoto 5 wako wapi? Watoto 5. Kimbieni mkuja hapa kwa Kidhendu awaambie soda ya 1500. Kwa wewe mko wengi. Mkifika 5 mna hapo. Na zia nini zia ODM? Kujeni. Wewe rudi. 1 2 3 4 5 01 Wapi makofi ya Grace Riziki. Naomba nitambue uwepo wa Madam Prophetess Ndanu yuko ndani ya nyumba. Wapi makofi ya Prophetess? Ngoja Prophetess no Prophetess. Tunaendie kwa mbele kuna kawamba election na Madam Mwezu. Yaani nakwambia magari zote zilikuwa zinashindwa kupanda mlima. Yeye ndiye alikuwa anaendesha magari zote anapandisha. Tunamwambia tumia Prophetess ipande mlima. Rudini na soda zote inakuja soda Rudini. Inakuja. Ukweli? We, Prophetess ni ukweli ama ni uongo? Thank you. Naomba nitambue uwepo wa incoming MCA Mulango Ward, Kitui County, Mr. Austin Zanga. Yuko ndani ya nyumba. Wapi makofi ya nyumba? Austin Zanga mwenyewe. Karibu PK. We, Kidhendu watu majao. Nando isoma. Kidhendu nzome. Koka Kidhendu. Kidhendu. Oka. Aruma na telema. Ate ona wezo ombozi oba no. Pe wathi umwene ne uyo kamba ndio ino. Genge ndia ngenge. Kweka atu majao. Dizi aize no ize ndu jaja to bidete no. Usuyensi ya kendo tusoma. Acha mbene mbewandu. Ongela ingi 5. Ongela siasa ningi 5. Kwanza kamwetika. Tuambie ba 1. Ongela ingi siasa ni 5. Thank you. PK. Asanti. Mundu wa manosu na kwa nitoa sa PK Mukulundu nitongwesie ikundi paya kwa Ruben ila ikwasya Ruto enuke tunange Kalonzo mwana wa Sumbika mwatindata nesa natinda nesa na yende yonga mite kibila paya mkuru kwa Ruben ne represent Gen Z na natavya Gen Z na matavya na meati tutika athimanda manoni tukatumandu maido makatutete tigo yuba ingwa guthi kwandamana ati tutwaitwe nai sakua muika guthi ukamongamie sawa na indi Gen Z kila kitu ndo tumosa kuana ni kula yaku T-Road Show sawa kutumani wako ni Wiper number 1 Kalonzo wa Musyoka hakuno wakula timu yake ndio mwabano na hivyo ndio timu ya Kalonzo kabisa na kwenye ni support Kalonzo mpaka ndateka mweso na nditetea kibela chakwa pai lowi nikana kamba twingi bange ba ela tothi ba ya mbunge ni account twitwikite mondo maingi na wasa kuwara mukamba telesa abainyoka the ya Musyoka kata ukathingithia sawa na kwa nondo ni ukite bando ne ba na likiwa ni Pastor Harrison ni munana wa ni kwa ati ale kwetha around
my brother ni muthana wa na tukunite maundu maingi muno mwene chathi ndi mwisi na nundu tiugite kwika nesa nituma 5000 cia chathi na ndituma 1000 ya soda na muimbe kia ona kwanzembe PK ona MCA la mabaluka MCA mawa soda wangilile pikapu huko azuma baluka ama pika lakini nundu wa 5 kiwendene aki endene wendene ini site Karibu. Thank you. Muyasio. Hello. Kwa masito nitwa Austin Nzanga. Alama somi buku ya utangano. Pe mjamaa wetu Nzanga we na sifa nzio. Kitu ni kitwi. Semsa katulani maliku. Chathigi ndiye simwene lakini nalikule ni Mr. Justice. Ananene ni ngubika nikalaba kama kish. Ndiye tekibela cha MC lakini MCA sorry lakini ngona bai twanenge Kalonzo ningwe kata getia kilangu ika na kunena ni kwa thia nene uo tanu ko ni beti susuite ba kibetike mo kenesie kuma ko ya musio nondo kiokanga town ne laki bikie ko ilobi chona lot troll tusukumuka ndati smoky na chathi ukiacha kulia mwanake ndi tuni tumwana tunu biwe muno anu indi asie the atitu mwana the ani sino sieto smoky so ndio tunge mubea kwa ni betikuno ndo nemwese what is smoky na what is tumwana tio mwe asio ingi nena iwa moyo ndo nenda International Women Day with the no maya maka mwe yeso sio kanona maya maka beti chapa so ni nguwa soda na ni mubea muno Mr. Justice ndio na ngundisia na kwa next time ndio na kuebundisia obo wa kwa MC so kwa ndio MC pamoja athi muhimu na mugethia na vindesio karibu asante sana hao ni wale watu wakisikia niko pahali wanaendanga wakinifuata na wako wengi asante sana nafikiri hii soda yote imefika 10000 kama haijafika sipeani kuja na utusalimie tupigie MC Aunga makofi tumpigie makofi Mwe ni moseo na mavinda onde Bwana asifiwe. Asante mani to say congratulations to Christine in your noble journey and the Lord bless you and your journey. Nini muendete na familia yako na umeonde tuendanite. Thank you. Imefika ngapi? Thank you. 6000. Imefika 6000. Aya, imebaki ngapi? 4000. Ndio tupeane hiyo credit. Chukua 1000 kwa hao wote wanne. Wachange ifike 1000. Hao wanne. Hao wa praise and worship 1000. Watalipiwa na Christine. Watalipiwa na Christine. Thank you. Imefika ngapi? Imefika 10. Sasa kama wanalipiwa ni 6 tu, ni 6 tu. Wakiwa wote 1000. Wakiwa wote? Yeah. Wanalipiwa 1000. Yeah. Imefika 7. Imefika 7. Nichukulie 1000 hapa. Iko ngapi? Wapi? Hapa. Iko ngapi? Hapa kwa raia tayari. Hapo. Kwanza chukua hiyo. Imefika ngapi? Ni 7 tu, ni 7. Acha achukue alete. Unajua ni clerk. Huyu ananga shida. Kwake pesa si shida. Shida ni matumizi. Mwenye ameketi. Chukua 2000 hapo. 2000. Thank you. Namba ndio hii. Anasema nimpe namba 0111 ndio ile. Lazima niko nayo ninakonifaa. Sijui kama kuna mwalimu wa Sunday school. Ebu ita bwana yako vile unamuitanga akuje. Kwanza muite tu akuje huku mbele. Muite. Na watoto mtulie tafadhali, msipige kelele. Na kama ulikuwa umepewa juu kuna wenye walikuwa wamepewa mara ya kwanza, msipewe tena. Muite vile unamuitanga akuje. My love. Wow. Muongeleshe hadi afike. Muongeleshe ni wewe na microphone na yeye. Karibu sana.
Haya, thank you. Christine, naomba niwaulize swali. Hawa wote ni marafiki wenu? Ni marafiki zenu? Nataka uniitie marafiki 10 wanaojua huduma ni gharama. Mtu mwenye anaweza kusacrifice 50,000 kwa ajili yako akuje. 50,000. Tuanze na 5 wa 50. Twende nalo. Ni wewe na microphone. Ukiitwa ama ukitambuliwa, jo, inaitangwa ground breaking ama operation tambua rafiki. 50,000. Yes. Kwa hivyo nataka sasa aweze kuita marafiki wake ambao wanajua huduma ni gharama, watu ambao wako na mzigo kwa ajili ya huduma, watu wanaojua ya kwamba tukisimama na Pastor Christine ni kama tunamkopesha Mungu, na ipo siku ambapo tutakapoweza kuvuna kutoka kwa Mungu. Maana andiko linasema ya kwamba shambani mwa Bwana kazi ni mingi, lakini watenda kazi ni wachache. Kwa hivyo najua ya kwamba na naamini ya kwamba anao marafiki kama hao na ataweza kuwaita waweze kusimama naye. Kivat ako ndani ya nyumba. Karibu sana huku mbele. Karibu sana na you are in. Natambua uwepo wa Catherine Mugambi. Catherine Mugambi. Wakito tuwapigie makofi 50,000 si pesa. Tuwapigie makofi jameni. Watu wa maso ya 50,000 and above. Wow. Huyo anaitwa Ruben Kipati. Wow. Na imagine sikukuona. Natambua uwepo wa Catherine Mugambi. Uwepo wa Cherono. Catherine Mugambi. Cherono ndio huyo anakuja. Tumpigie makofi. Tupigie Cherono makofi jameni. Watu wa maso ya 50,000 and above. Vile Cherono anatembea polepole tu bila haraka. Tumpigie makofi. Tambua uwepo wa baba yangu ambaye anakuja kufanya niende level nyingine dakika ambazo zinakuja. Uwepo wa Pastor Lloyd. Tupigie makofi uwepo wa huyo ndiye anakuja kunipeleka level nyingine. Tumpigie makofi anapokuja. Tupigie Pastor Lloyd makofi, tumpigie makofi. Naheshimu sana unyenyekevu wake. Nasema tupigie Pastor Lloyd makofi. Kuna kitu nilisema wakati tulikuwa tunaongea, nikasema kama Pastor Lloyd au kama Pastor Lloyd amekuja event yako, Grace iko level nyingine. Wow. Kabisa. Huyo sio wa 50,000. Wow. Najua level yake. Ndio hiyo. Wow. Kabisa. Natambua uwepo wa niko na wengi. Waite wote. Namuitanga director Fenosa. Namuitanga director. Yes. Director. Umesikia hiyo jina? Fenosa. Fenosa. Yes. We. Director Fenosa. Where are you? Ngeta kana kako. Ngeta kama mwezo kwa. Director Fenosa. Director anaendelea na kujipanga. Amuona akijipanga na kuja. Unaona vile anajipanga vizuri? Kabisa. Wacha tusiangalie mahali ambapo yuko. Wasianze nini hapo. Roho wa Mungu ameniongoza, nimemwona. Amen. I can see him in his spirit. Na Roho wa Mungu ananiambia nijifunze kwa faith. Namwitanga Kanini. Faith Kanini. Faith Kanini. Faith Kanini. Yo blue Kanini. Faith Kanini. Faith Kanini. Nikadeona ngema hokelanye. Ni yule tulikuwa tunamuita hapa ile style nyingine, ndio huyo amesimama. Na macho ine. Ndio huyo. Na Christine. Na Christine. Kanini karibu sana. Kanini karibu sana.
Si tupigie Kanini makofi. Usicheze na 50,000. Anasema tumalizane na hao. Tumalizane na hao kwanza. Atipange na wa 20s, 30s. Ndio hiyo. Na tuja wa 50s hawajaisha, ni vile hawajafika bado. Sawa. Kwa njia. Okay. Thank you. Sawa sawa. Aya, wapewe namba ya M-Pesa wacheze nayo. Namba ya M-Pesa iko. Wale wa cash watatupanga nayo vile vile. MC wenzangu. Wacha the presiding minister for today apime maji yote. Awapimie maji hao wako hapo nyuma ndio wajue how serious this thing is. Inaitangwa how serious this thing is. Kupima diha. 907 umefidi zote 0111 42 49 07. Yes, ameweka 80,000. Wapi makofi yake? Nimekuambia anawapimia nini? Ndia. Anawapimia voters. Yes. Watu wa 50 mmepimiwa, mumeona mahali na range. Na ninasoma, unajua mimi ndio niko na hiyo simu. Hiyo simu ya mimi na Justus Muli ni sisi ma MC wajanja huko. Tunakaanga na simu za nini? Za mwenyewe kwenye pesa inatumwa. Nimeshika hiyo simu niko nayo. Nataka nikusomee. Mpaka nilipewa password. You have received 80,000 from Lloyd on 8th March 2026 at 4:46 p.m. Usisome namba, watazibu. Siwezi. Msaibu hiyo jina Lloyd tu peke yake. Thank you man of God. Mungu akubariki sana. Thank you. Ninajua unakuja tena ni kwa ajili ya neno. Tupigie makofi. Taki aongee saa hii, nataka akuje kuongea time ya neno. Hata sitaki msikie sauti yake. Thank you. Hata apewe security hadi aketi. Security man? Yes. Security hadi aketi. Security ndio huyo. Namba nasema tena. 0 1 1 1 42 49 07. Yani 0 42 49 07. Siwezi tumiwa 80,000 nikose kushika hiyo namba. Kwa nini mwa? Hata mimi nimekram. Tumekram. Ndio hiyo. Watoe hizo nini waone kama hatutasoma. Ndio hiyo. 0 Mwenye ametuma kuji 42 49 alafu 07. Alafu simu zenye ziko na hao watu zinaweza nilipia plot Kamulu. Yes. Wacha uone. Na yes, kuna mtu ametuma pesa. Nataka nisome. Maana si tu wameitwa. You have received 10,000 from Kanini. Hivyo tu. Namba ya simu hatusomi. Ngoja. Mimi najua Kanini amebarikiwa. She is blessed. She is blessed of the Lord. Kanini ongeza kakitu. Baadaye. Sawa. Haya. Tupigie Kanini makofi. Mungu akubariki sana. Huu mwaka patana na pesa. Kwani mnaenda kabla sijasoma? Na nimeona ya Kanini peke yake. Hawa wako na cash. Ni watu wa cash. Hawa ni watu wa cash. Anaitwa Kivati Ruben. Shika wasalimie. Mwenye hata iwe. Ngethe sio vanze veni. Nita wa Ruben wa Kivati kuitwa ne Matinyani
tukite na family no kite umundi kumasia mutoi witu tutwanite bamumusi na ndiye muthoche chathini fe chathi wanthokete na nale uthina atumana no umundi na senuke ona thia ndiye muthoche ni kana ni ma support. Asante sana. Tupigie makofi. Ameleta 5,000 cash. Thank you. Na ngoje hiyo M-Pesa nisome. Hiyo simu unaona yenye inatuma hiyo pesa ni simu gani? Hii ni serikali. Hii ni serikali. 011 Tucha gram namba 42 49 07. 07. Hey, nasikia Ukisikia noti ikitoa sauti hiyo kwa simu. Yeah. Ebu confirm kwa simu yako. Bado haijafika. Na imesindikizwa. Na imesindikizwa na 2000. Imesindikizwa na 2000. Yenye imetumwa imesindikizwa. Bado haijafika. Unaajiria ngapi? Hebu ni confirm kwako. You are how much are you releasing? 10. Amesema ana release 10. Ana release 10. Sawa sawa? Na ikaongezewa 2000. Aya, twende kwa 20 na 30. Yaani mzee amesema ya kwamba watu hawezi kuja kutoa pesa. Na mimi ngoze. Na mali ni yangu. The love of my heart. No tali kilwa kebete kasonga. Na yego kodhima kio. Anapima maji kwanza. Hata najua Lloyd amepima. Bado hajaumbili. Wanapima maji. Yaani ni kama test waters. Warm up. Hiyo ni 20. Yaani unasikia vile naambiwa. Yaani hiyo tu ni 20. Anapima maji anakuja. 20,000. Security aketi kwanza security mpeleke. Security. Nilikualika nikakwambia ukuje. Wale watu wenye wanajileta. Naona Prophetess Joyce anataka kwenda. Then naona anaitana. Kuja. Thank you Prophetess. Wewe unakwambia unajua huyu anafanana na Barton King. Wote ambao niliowapa mwaliko naona nianze kuwaita, si ukuje tu. Waite. Wale nilialika, naona kuna pastor ameketi pale na baba yangu Bishop. Naomba tu ukuje tu uniletee kile umeniletea leo. Tunaenda na rate ya 10 20. Tuharakishe tafadhali. Kuna ndugu hapa, wacha nione ametuma ngapi. Niko na pastors ambao niliwapa mwaliko apart from wale wa branches. Tuanzie na wale wote wa branches. Onesimus Mulangili, thank you. Pastors wote wa Onesimus Mulangili. Huyo ni mwimbaji. Uko wapi ndugu yangu? Ndio. Onesimus, uko wapi? 0111. Wow. Huyo ni mwimbaji. 49. Pastors wote 07. apart from our speaker. Pastors wote. Christine, wacha nikurahisishie. Tuteremke twende huko. Tuteremke. Aya, Meshman Soja, niletee hizo soda zote. Tuteremke. Soda zote niletewe pale. MC mwenzangu. Yes. Tufuate Christine. Tufuate. Nitakuchukulia my sister here. Kuja. Na huyu. Wote. Kujeni. Unajua jana nilikuwa na road show. Joyce Munufe, najua ni wewe. Thank you. Mungu akubariki sana.
Kuja. Pastors wako hapa. Oh, pastors walikuwa hapa. Niliwaona wote. If you know that you used to yourself as a pastor, come. Ujaona huyu tajiri hapa? Josephine Matano ni nani? Hawa ni watumishi wa Mungu na waalika pale mbele. Karibuni sana. Ukialikwa na Kristo nikuja. Ile meza nichukulie wote. Hii meza. Hiyo nichukulie wote. Si pastors wote waje basi. Kama aliitwa. Na akakuja. All the pastors kujeni mbele. Na mama yake aliyemsimamia Judy. Mama yake mzazi. Aliyenisimamia harusi. Aliyemsimamia harusi na Judy pia. Na Judy pia. Mama wa harusi ako wapi? Haya, umeambiwa mama yangu akuwa hapa naye ni zako kwa hiyo level. Wow. Christine Jero tafadhali. My big supporter. Christine Jero, thank you Christine Jero. Mchungaji mwingine ndiye huyo, mpigie makofi. Wow. Mbona mtamchekelea? Kwa kona pale. Kuja. Na ulikuwa umesahau MC? Yes. Ulikuwa umesahau? Kuna sister ya presiding minister. Muimbaji. My aunt. Your aunt. Susan. Yes, my sister. Call me uncle first. Wow, uncle. Yes. Yuko wapi Joe? Yes, come here sister. Tupigie makofi. Anaitwa Susan Mudheu. Na beane wimbo. Ako na wimbo mzuri sana. 1000. Anasema anataka kupia 1000. Thank you. 1000. Ako wapi yule Clark? Anatuma kwa simu. Thank you. Unataka kumpa ngapi? Apewa soda. Amekupea 5000. Thank you. Mungu akubariki sana. Hii soda yote. Mungu akubariki sana. Mpe hiyo soda yote, atajua wenye atapea. Huyu mpe 3. Atajua wenye atapea. Tuko hapa. Ni ngapi? Hii ni 9200. Ndizo. Sijakosea 9200. Atatuongezea 800. Ndio ukule soda. Mpe yote. Atatuongezea Apostle Mutua. Mpe yote. Mpe hiyo yote. Tu hapana maana nana. Apostle Mutua. Maana. Yeah. No etete, ini muikiite. No kuikia. Thank you. 8,000. Yeah. Aya, mpe moja. Ukitaka kubebewa utabebewa. Huyu mchungaji apewe moja. Yote. Unaitwa James. Mpe yote vile iko. Hapo hizo soda zikuje huku zote. Umetuma 1000. Huyu ametuma 1000. Alafu ukisema mali sana na mimi unapita. Unaona presiding bishop atavutiwe hii moja na Fanta iyeko kwa gari yake. Tuko kwako? Yes. Sawa. Alafu unasema mtu na jina. Pastor Apostle Joshua 5000. Thank you Apostle. Thank you. Sikuje zote hizo soda. Ile 800 imekuja. Thank you. Mungu akubariki. Thank you. Ukitaka kupea kanisa well and good. Yes. Zote zikuje hizo soda. Yes. Tuko wakashi wakuje. Anaitwa Bishop Dabuki 1000. 3. Anaangola kama 3. 1, 2, 3 hivyo. Thank you. Nakwambia
hii event unajua ni nyingine kani? Yes. Mpaka imekuja check. Yes. Imekuja nini? Check. Yeah, 10,000. 10,000. Thank you. 10,000. Check of 10,000. Apewe hii mzima. Unaweza bebewa? Transport managers. Abebewe. We. 1,000 anaitwa? Pastor Enoch 1,000. Tatu. Wow, thank you. 1,000. Tatu. Okulu 1,000. Ngama buku okulu. 1,000 okulu. 1,500 okulu. 1,500 okulu. Naomba nitambue uwepo wa Mheshimiwa Stephen Kasolo yuko ndani ya nyumba. Yes. Makofi. Mheshimiwa Stephen Kasolo. Yes, ulona kwini ye wadi wine zono nyeo. Noinye mama na noinye tata. Noinye mama na noinye tata. Ulona kwini ye wadi wa. Ninye mama na noinye tata. Wow. Ena Mr. Miela mwenyewe. Yani ni president na deputy. Yes. Na kesi mwanatu. Eba umene. Na Owagura. Uwepo wa Rogers Maondo. Rogers Maondo. Nyumba. Kabisa. Aha. Anaitwa Stephen Kasolo. Yes. Stephen umezengala. Haki ya mene. Mwapia. Umezengala Stephen. Wenu wani yesu kizio na mielo. Ubana mielo. Ni kuya suo mielo ekitokoa. Ekitoko kilo. Yeah. Stephen ukeni mwone wala mwekala. Ukeni mwone wala mwekala. Pau kala imesa neno. Kala imesa neno. Yes. Mama ngivila nesa. Mama. Aha. Haki ya. Caroline Mutavi ameweka 1,000. Ameweka 1,000. Tatu. 1,000. Tatu. Aha. MC nipe 1,000. Ngoto me mbele nyaona kamete na amba ngoto. Na mimi namuongeza nyingine. Hizo zimefika ngapi? Umeshika ngapi? 5,000 ukiongeza 2,000 inakuwa ngapi? 7,000. Anaitwa Susan Moreo. $42. Thank you. Anasema anataka kesi msiba ya soda sasa. Unene. Tuna lawyer. Hatuna lawyer. Amesupport na 20,000. Unajua mtu akizaa kitu kizuri anakiangalia anakijenga vizuri, si ndio? Unajua huyo ndiye amezaa Christian siku ya leo. Amesema ngapi? 20,000. 20,000. 20,000. 20,000. Atatukozi yegele. Mama. Umeshatuma ile 300. 200. Umeongezea 200. Hizo ni za 20,000 from Judy, mzazi wa Christine. Mama Christine. Mama Christine, wapi makofi ya Mama Christine? Wewe. Tumpe Mama Christine makofi. Stephen Kasolo anasema tumuite kwa hicho kipindi akuje. Tata wito karibu usini tata wa Gospel wakamba. Tata wa Stephen Kasolo. Tata wa Stephen Kasolo kuthe tata sense. Mume event yenge tukatangaza. Thank you, barikiwa sana.
Yes. Munenge sodoyo. Naini zena transport manager. Kakoze. Yeye anatembea asije huko. Uziwa mkono. Yeye acha atoe twende kutia mama. Sisi ndio tangaza. Pia wakati kwanza ikio. Bwana asifiwe. Amen. Sisi tulikuwa tumekuja kuona mam tu support kidogo. Tumetoka mkutano mahali na ninaenda mkutano mwingine Kitengela na Mielo. So mtaturuhusu sisi tuondoke ndugu zetu. Sawa? Tumeshukuru sana. Ando kwa ngamwe? Akaini mkazenda ya na Kristo Yesu kiasi mwanzo. Ile amana na mwambie meaja ndodi. Ninyi naandikiwe ya hata manager. Nimwambia na huwa anasembera ninyi ni msembelete nundu we bana twananga. Kwa DJ twezi la basi atokategane. DJ babo okay wimbo ya mama. Akaini nene. Aya kata we nene. Jiwe. Taturuhusu tu tuimbe kidogo alafu tuondoke. Tunaananga wetu. DJ yako wapi? DJ wewe mama na dada peana nyimbo huko. Na huyu mama tunampenda sana ni peana DJ yako pande ile. DJ hapo. Ono mama kona nyendo baba sa. Hizo ninyi mama na ninyi tata. Kinapo ndo mwene mama we. Wewe mama ana suti ya nzao tata ninyi. Kono mama. Mielo ni wewe mama. Kasolo wewe tata. Wewe DJ tunaomba utuharakishe. Mielo tunafanya kazi na yeye, nimemwajiri kwa ofisi yangu. Unajua ninaomba kura kule kwetu. So anafanya chini yangu. Happy year wakwa. Akitangwa thete tena imwa. DJ. Thank you. Adijijaza tuendelee. Tupigie Apostle Chris makofi. Wimbo wa Kasolo unapoendelea. Bishop Jenny karibu pia. Bishop Jenny karibu pia.
Wacha wadi sitiwa. Wacha wekana kandi wa meko kuthinga. Ni kana kandi wa wadi wako nduti laoma. O katendo ke. Wale sound.
so bai ko kama yalo. Hallelujah. Ai. Ndio kwa kwingi lakini sina wanakuondoa nomeno tano. Sababu tumeenda mahali kwingi lakini tujakaribishwa na furaha kama hapa. Kwa majina ni Justus Mielo, kada wiki ite red. Kada wiki ite red tamanda moya waya ukabani. Ndetema nda mwisho ukabani na. Kama wiki ite red moja ba. Na ashoma kuja hapa tuende na imeti ya nena maasha ele. Kenda tu inawali hila wala litimia mwaya songa. Kama enda songa ingi. Kujeni wale wako na red. Kuja tuimbe. Kujeni tuimbe. Asha, nipatie Asha wawili hapo. Hao wako na red na white. Kujeni. Ine pingi kale red. Yeah. Shika unisaidie. Saidie hiyo video. Nendai, tukifika hapo kwa Yesu, the Bible says whoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Si ni kweli? Si kila mtu akona kitu tu inamfinyilia, si ndio? Ikifika hapo kwa Yesu, unainua mikono yote mbili na unaita Yesu. Sio mimi unaita, sio mwenzako, si ni kweli? Ni Yesu. Sawa, hebu sema Yesu. Mana madabusi ukateka solo na red na wale ayoka. Na inaenda na. Ukaba. Yes,
Barikiwe sana. Wapi makofi ya miele mwenyewe? Inua mikono. Kama wewe si mchawi, inua mikono mahali ambapo ulipo jameni. Hallelujah. Inua mikono yako, inua mikono. Angusha moja. Amen. Tena. Karibu Bishop. Asante. Wacha tuombe na tuombe kwa ajili ya muda wapendwa. Naona anga imebadilika kiasi na yote tunamshukuru Bwana kwa sababu yote ni kwa nguvu za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi wacheni tuamini na tuombe tukaribishe mnenaji wa siku ya leo. Pole sana Pastor Bishop kwa ajili ya kukuweka sana. Pole sana. Sikuwa nadhani kama muda utaenda hivyo, lakini nisamee. Kuita Baba mbinguni kupita kwa nguvu za Roho Mtakatifu ukatawale mahali hapa na ukatenda makuu. Chukua usukani Bwana majeshi, kwa jina la Yesu tunaomba na atakuamini. Amen. Karibu sana. Pigieni Yesu makofi mazuri tunapokukaribisha mtumishi wa Bwana aweze kuja hapa kwa madhabahu. Pigia Yesu makofi mazuri. Tengeneza hii mic at least. Tengeneza hii mic tu sauti nzuri. Wapi shangwe na deremo? Karibu sana. Karibu sana. The Holy Spirit, allow me to greet you in the name of Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Ongeza sauti jameni, ama umechoka? Ongeza sauti. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Ongeza sauti. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Glory, glory, glory. Glory to the Lord. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Ongeza sauti, ongeza sauti. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. 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 Praise the name of the living God. Hallelujah. The Lord is so good. The Lord is so powerful. Rabaya Sakaya Baganda. The Lord is so precious. The Lord is so good that He has taken care of you. The Lord is so good that He has given you that you have. The Lord is so good that He has blessed you with the cash. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. I feel like tusimame tushangilie Yesu maana ametenda mengi. Nikitazama siku ya leo, wengi wamelazwa hospitali, wengine kansa imewakula miguu hata shingo na kichwa, lakini Mungu amekupatia uhai. Unalo sababu la kusema Yesu ainuliwe kila wakati, maana yeye ni simba wa kabila la Yuda, mfalme wa wafalme. Hakuna aliye kama wewe. Atakulinda leo, atakulinda kesho, milele na milele, maana ni Yesu Kristo. Hallelujah. Hallelujah.
Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ningeomba mcheza kinanda, anayecheza kimbo, ucheze ni kama tunachezea Mungu ambaye ametuweka hai, Mungu ambaye ametoa watu Kitui, akatoa Kitengela, akatoa Thika, akatuleta hapa Utawala. Huyu ndiye Mungu tunampatia sifa na shukrani, maana ni muweza wa yote. Haleluya. Cheza kinanda, cheza kinanda. Naomba ukacheze kinanda. Let me tell you one thing. When we come before the Lord, hallelujah, hallelujah. When we come before the Lord, we lay all our crowns down. Forget about your apostle. Forget about your bishop. Forget about your mheshimiwa. See yourself as a child of God and go before the eyes of the living God, who has even made you to be called a bishop. When we come before the Lord, we lay all our crowns down. Let me tell you. Let me tell you. Majina ni majina tu. Bishop ni jina. Mheshimiwa ni jina. Hallelujah. Hallelujah. Apostle ni jina. Sikwani kuna wengine wanaitwa apostle, lakini kiundani ni wachawi. Kwa hivyo apostle ni jina tu. Hallelujah. Cheza kinanda, naomba ukacheze na yule ambaye amepatiwa nguvu na Mungu, yule ambaye amepatiwa uhai na Mungu. Sitakulazimisha na wala usilazimishi na mtu. Ikiwa unafahamu huyu Yesu Kristo aliyewekwa huru, mwanaume akawekwa huru msalabani, kasaka yana Bwana, akadungwa misumari kila pande zote, damu ikamwangika. Ikiwa unamfahamu huyu Yesu, ndiye unashangilia siku ya leo, basi hauruhusiwi. Hakuna mtu atakuforce uchezee Yesu, ni wewe tu. Hallelujah. Hallelujah. Taka biti ya kucheza, watu wacheze. Sitaki ya president. Taka biti ya kucheza, watu wacheze, warukeruke. 1, 2, 3. Ongeza sauti. Hallelujah. I'm telling you. Let me make this clear. I'm telling you that the Lord is here. The Lord is here. Jesus, the Son of God, is here. He is ready to minister in your life. If you are failing yourself, Jesus is here. He will minister in your life. Hallelujah. 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 Hallelujah.
Unaweza mkaketi. Naomba uniongezee sauti kwa hiki kipaza sauti. Mnaweza mkaketi. Basi ningetaka kujitambulisha kwa majina. Kwa wale mlioko hapa, umesikia majina yangu yakitajwa, lakini kwa ajili ya wageni ningetaka pia kujitambulisha zaidi. Kwa majina ni mchungaji Lloyd Mutonga. I'm married to one wife. God has blessed us with 5 children. My wife is the daughter of the president of South Sudan. That's my wife. I'm married from South Sudan. Those who know President Salva Kiir Mayardit is my father-in-law. I'm married to his daughter. Bwana Yesu asifiwe. That's why wakati unasikia nikikwambia, when we come before the Lord, we lay our crowns down. I know what I'm meaning. Because kama ni ufalme, nimekula na wafalme, nimeoa kwa mfalme, kazi ya kiufalme nimetenda. Najua ni nini ufanyika katika hali ya kiufalme, lakini tukifika wakati wa Mungu, tunaacha vyote, tunasahau majina yetu, tunasahau vyo vyetu, na tunamtumikia huyu Yesu, maana ndiye ametulinda. Nakumbuka siku moja niliamrishwa kubeba bunduki 40 guns. Sijui ni wangapi hapa you are authorized by the government to have 40 guns. I'm authorized by the government of Kenya to have 40 guns in my house. In the government of South Africa, the government of South Africa has authorized me to have at least 35 guns. The government of South Sudan has authorized me to have at least 60 guns. Na sasa niwaulize, wangapi hapa wenyu serikali imekupatia ruhusa ya kubeba bunduki moja? Ikiwa mtu kama mimi, hizo serikali zote, South Africa, Kenya and South Sudan, they have authorized me. But if I can tell you, Bishop, for free, with all that authority I have from the government, sijawahi fikiria kubeba bunduki moja kwa gari yangu, maana bunduki yangu ni Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Sijawahi fikiria kama nimeshaibeba bunduki ni siku moja, lakini si kwa hiari yangu, lakini kwa hiari ya mke wangu. Nakumbuka tulikuwa tumetoka tunaenda mahali pengine, akaniambia leo lazima tubebe bunduki. Tukabeba bunduki 10 kwa gari, lakini mimi nikitembea peke yangu kwa gari yangu siwezi nikabeba bunduki, maana bunduki ya kweli ni Yesu Kristo aliye juu mbinguni. Haleluya. Ndio maana wakati nakwambia, when we come before the presence of God, we lay down our crowns. I know what I mean. One day I was going to preach in London, the year 2023. Tukaingia kwa ndege hapa Jomo Kenyatta Airport. Wakati tumeingia ndege tukaambiwa destination ya kwanza ni Dubai. The first 4 hours after the plane took off, kukawa na turbulences. I want you to listen to me, because I want to tell that it is only God who can care for your life. It is only God who can take care of your life. Money cannot take care of your life. Bishops cannot take care of your life. But the Lord God who is in heaven, He is the one allowed to take care of your life. Hallelujah. And listen to me vizuri. Na wakati naongea hivi msije mkasikia watumishi kama wanawapiga vita, lakini tukubaliane, hata wewe ukiwa bishop hapo uweze ukajiweza. Ni Mungu tu peke yake anaweza akakuwezesha. Bishop ni jina tu. Nataka tuelewane. Maana mimi namjua Yesu Kristo, Mungu peke yake.
Dubai. 3 to 4 hours after the plane took off, kukawa na mchafuko wa hewa, kukawa na mchafuko wa mazingira. We call them in English turbulences. Ndege ikaanza kuyumba, watu wakapika duru. Nilikuwa nimeketi karibu na mke wangu. Kuja hapa ndugu yangu nikuonyesha, kuja hapa, kuja nikuonyesha. Nilikuwa nimekaa na mke wangu hivi kwa ndege, kukawa na turbulences. Ndege inayumba, mke wangu akanishikilia kwa nguvu. Neno la kwanza aliniuliza, tutakufa hapa, watoto wetu wambaki na nani? Nikamwambia kama Yesu Kristo ako hai, hatutakufa hapa kwa ndege. Wakati namwambia, turbulences zikaongezeka. Wale ambao mmeenda na ndege, najua mnaelewa ninachosema. Ndege ikaanza kuyumba, watu wanapiga nduru, watu wanaomba. Nikafika mahali nikajawa na Roho Mtakatifu. Nikasimama kwa ndege ikiwa na turbulences. Nikaambia watu, tulieni, maana Yesu Kristo yu pamoja nasi. Na nikaanza kuhubiri in the book of Psalms 23. And that's why I'm bringing you the message today. I began to preach in the book of Psalms 23 that the Lord is my shepherd, I will not die in the plain. I began to preach in the plain. Nikaanza kuhubiri, watu wakanyamaza. Wakati naendelea kuhubiri, ndio ndege turbulences zinaongezeka. Nikawaambia, one thing a shepherd can make sure is that his children are saved. Taka unisikilize vizuri. I preached for 1 hour. After 1 hour, ndege ikaanza kustabilize. Mawimbi yakaanza kuisha. Brothers and sisters, by the time we landed in Dubai, I had received the offering from the people who were in the plane, worth $500,000 US. When I came back to Kenya, I chose the money in shillings, and I got 78 million Kenya shillings. I want you to listen very carefully, because of its money. Money cannot take you anywhere. But if you are faithful to God, He can look for ways you can get money. When I came back to Kenya, I changed the money. It was worth 78 million Kenya shillings. That's when I began my project in Rwanda. I was building townhouses in Rwanda, 17 townhouses in Rwanda. I began my project there. But nimekaa na huyu Yesu, nimekaa na huyu Mungu, nikajua wale ambao mwaminia Mungu kwa kila wakati, kuwe kuzuri kuwe kumbaya, imani yako iko kwa Mungu, lazima atatenda. That's why he says in the book of Psalms that you commit your life unto the Lord. Trust in Him alone, and He will act upon your life. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Na hivyo ndio nifike hapa. Christian Elijah. Ndio niweze kufika hapa, nilipatana na sister wetu Pastor Christian Elijah. I came to know her through my sister Susan Model. And when I met with the Christian, she asked me if I can only come to our event, which is happening today. She can tell you for fact. Anaweza akakwambia ukweli. I met with her in Lavington. I had to cancel a flight
because I had a flight. I had to cancel my flight just to be here. Na wakati nimekuja, nimefika, nimeketi pale, najua siku anajua kama masaa itaenda hivi. Nikawa naangalia tu saa yangu, masaa inaenda. Nikawa namwambia pastor, masaa inaenda. Lakini nikiwa pale nikafikiria, the Bible says that a single day in the house of God is much better than 1,000 days anywhere else. Siku moja uweponi wa Mungu ni zaidi ya siku 1,000 mahali pengine. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Basi nataka kuwaletea neno ambalo linasema, the Lord is my shepherd, in the book of Psalms 23. Psalms 23. The Lord is my shepherd. And that is the title for our preaching today. That the Lord is my shepherd. We will read from verse 1 all the way to verse 6. And the Bible says, verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. Verse 2, He makes me lie down in the green pastures. He leads me beside the quiet waters. Verse 3, He restores my soul. He guides me in the paths of righteousness for His name's sake. Verse 4, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Verse 5, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Verse 6, it says, surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. But Yesu asifiwe. That is the word of God. I want to bring you the word of God, that the Lord is your shepherd. Kwa Kiswahili ya kwamba Mungu ndiye mchungaji wako. Maana nimekaa sana kwa hii dunia, nikaona watu wengi wanaaminia vitu mingi sana. Nikaona watu wengi wanaengemea kwa vitu mingi sana. But today, siku ya leo nataka kuletea neno ambalo linasema ya kwamba Mungu ama Yesu Kristo ndiye mchungaji wako. That the Lord is your shepherd. And I'll give you an example with the parents. For example, Pastor Christian Elijah. God has blessed you with the 2 sons. To these 2 sons you are their shepherd. And these 2 sons you have, they know that as long as mom is there, we will eat. As long as mom is there, we will have clothes. As long as mom is there, we will have somewhere where we can sleep, that they will have a house. So one thing a shepherd can make sure is that he sheaves. One thing the shepherd will make sure is that his sheep, they have food. Number 2 is that his sheep, they have shelter. Number 3 is that his sheep, they need good health. For example, Pastor Christian, I will use you an example. Maana tumekuja hapa kwa ajili yako. Wakati watoto wako wanaumwa na kichwa, who gets the responsibility to buy them medicine? It is you. That you make sure your son is in good condition. That you make sure that your son is in good health, right? So one thing the shepherd will make sure is that you are in good health. And listen to me carefully. Naomba unisikize vizuri. The shepherd, let me use this as an example. Wale ambao tumetoka kule Ushago, wakati tunapeleka mbuzi kwenda kufunga mbuzi malishoni, tunaenda tunafunga mbuzi, akona kamba amewekwa kwa mguu ama kwa shingo, unaenda unamfungilia kwa kijiti kama hii. Ukifungilia yule mbuzi, kama
kama urefu wa kamba unafika hapa, that means the goat, the bush yenyewe itakula around hii kijiti, na chakula ikiisha, maana urefu wa kamba unafika hapa. Usipoenda kuihamisha, basi mahali bush ilikuwa kumekuwa janga, hakuna chakula, maana amekula around the tree, mahali ulimfungulia. Usipoenda kumuhamisha, umfungulie kwa mtu mwingine akule, basi now the place becomes a desert. And if you will not come and hamish the bush to another tree, then the goat will die, because there is no food. Tata tuende vizuri, because there is no food. Umefunga bushi mzuri hapa, amekula the round, the diameter, is it diameter or perimeter, amekula yote, chakula imeisha. Usipoenda kumuhamisha, yule mbushi ataangamia, sababu hakuna chakula. Ameshakula kile chakula chote kimeisha. But it's simply because you to that God is like you are its shepherd. Unaenda unamfungua kwa hiki kijiti, unamuhamisha kwa hiki, ndio azidi kuendelea kukula. Tunaenda pamoja. I want to teach you one thing, that the Lord will make sure, if you know him as your shepherd, one thing, you will not lack food. One thing, you will not lack food. Second, wakati mbuzi amegojeka, tunaenda kununua dawa huko Agrovet. Kama si Agrovet, tunaita veterinary, anakuja kutibu ule mbuzi. Basi kama mbuzi amegojeka na atatibiwa na veterinary, what will happen? The goat will die out of sickness. But it's simply because you to the goat, you are like a shepherd. You will call the veterinary, come check to my goats, they are sick. When the veterinary comes, he will treat the goat, na ile mbuzi itakuwa na uzima wa mwili. Tunaenda pamoja. I have to teach you the things that you will receive after you perceive God as your shepherd. That's why he says, the Lord is my shepherd, I shall not want anything. If you take this God as your shepherd, trust me, you will not need anything, because he will supply everything to you abundantly beyond what you can imagine, because he is the Lord. That's why he says he will lead you. He will lead you. He says, he makes you lie down in green pastures, because he's your shepherd. He makes you lie in green pastures, because he's your shepherd. That tells you that the Lord cares for you. It is up to you to perceive him and receive him as your shepherd. Rest, you will die out of hunger. You will die out of sickness. When the Lord is telling you that he is your shepherd, he is able to make you lie. He is able to make you lie in the green pastures. He can lead you beside the quiet waters, because he is your shepherd. Because he is your shepherd. Now, if I may ask, if the Lord is our shepherd, then why do we get sick? Kwa nini tunaumwa na kichwa? Saa ingine unasema mgongo inaniuma, saa ingine arthritis ndio hiyo kwa miguu, ukikaa kidogo unasikia umepatikana na kanza. Now, if I may ask, what happens if the Lord is our shepherd? What happens? We get sick. If the Lord is our shepherd. Na nikauliza swali tu, maana ni sijui wangapi wanaweza kalewa. Ikiwa umeokoka, if you are born again, I want to talk with this man of God. Waheshimiwa, if you are born again, are you able to get sick? You are born again. Will you be able to get sick? Pastors, naomba mnijibu hii. You are born again.
Yesu ni mwokozi wa maisha yako? Je, unaruhusiwa kupatwa na ugonjwa? Ni swali tunauliza. Unaruhusiwa kupatwa na ugonjwa? Unajua, some people will say no, but I can tell you for sure it is yes. Because we are living in this body, in this flesh we are living here. Hii mwili tuko nayo imejawa na shida mingi. Hii mwili tuko nayo inaweza ikagonjeka. My dear, my sister, my brother, usidanganywe ati ukiokoka ukimpokea Yesu kama mwokozi wa maisha yako, usidanganywe utagonjeka. Listen to me. Because this is just a flesh. Hii ni mwili tu. Na mwili inaweza ikapata na ugonjwa. Then, if you get sick, what do you do for you to be healed? Let me ask that question to the preachers, the pastors, bishops who are there. If you get sick as a believer, what can you do for you to be healed? This is where now you begin to meditate on the word of God. There are Bible verses which speaks about the healing. You begin with Isaiah. Isaiah says that by the stripes of Jesus Christ we were healed. You are sick. You are lying down on your bed. You have sick all the doctors. You see now the Bible. I like the Bible. Bible says that there was a woman who suffered a high mileage for 12 years. Wale ambao wanajua story ama historia ya yule dada aliyetoka na damu miaka 12. I want to show you what you can do for you to be healed, because you have the Lord as your shepherd and the Lord is ready to heal you. Mungu ako tayari kukuponya kwa magonjwa yoyote. Biblia inasema basi yule dada akasikia historia ya Yesu. Akasikia Yesu anapita huko akifanya miujiza. Akasikia Yesu anaponya watu. Akasikia watu Yesu anaponya viwete wanatembea. Akasikia Yesu anaponya vipofu wakaona. Basi yule dada aliinua imani yake. I have to tell you that when you are sick, what you need to do is to raise your faith against that sickness. Akainua imani yake. Unajua kwa kuelewa kwangu, maana yule dada alikuwa ametokwa na damu, hakuwa na uwezo wa kutembea. Naelewa ya kwamba alijipenyesha katikati ya miguu ya watu, maana ameinua imani. Haleluya! Dada akainua imani, akajipenyesha, akashika upinde wa Yesu Kristo. Alikuwa ametoka na damu miaka 12, lakini kwa kusikia Yesu Kristo anapita na anatenda miujiza, akainua imani yake, akaelewa Yesu Kristo ndiye mchungaji wake, akainua imani yake. Jameni, mtu ametokwa na miaka 12 atatoa uwezo wa kutembea wapi? Lakini katikati ya miguu ya watu, maana imani yako nayo, akajipenyesha. Labda wengine walikuwa wanamkanyanga wakati alikuwa anajipenyesha kushika pindo la Yesu Kristo, lakini kwa sababu alikuwa na imani, akashika upindo la vazi ya Yesu Kristo.
pokea uponyaji. And those are the things we do because we know that the Lord is our shepherd. Ukiishi maisha unajipata kwa hali ambayo hata chakula hauna, wewe unaenda ukikopakopa kwa duka badala ya kujifungia kwa nyumba lako na kuinua sauti yako na kuambia Mungu, unaniambia wewe ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Mbona leo nimepungukiwa na chakula? Yakikutendekea, ukipatwa na ugonjwa unakimbia hospitali kwanza. Kwa nini wewe usije ukajiombea? Don't you think that the Lord can heal you? Do you believe that the Lord is your shepherd? Says in the book of Romans 8:26, he says that he has given us the Holy Spirit as our helper. Bible says, Romans 8:26, that the Lord has given us the Holy Spirit as our helper in our weakness, even when we don't know what we ought to pray for. The Bible says that the Holy Spirit will intercede for us with the wordless groanings. Verse 3 says, he restores my soul. He guides me in paths of righteousness for his name's sake. What does the word restore mean? You see, we have been reading this Bible, Psalms 23. To some of us, it may feel like memory verses, but we fail to understand the power in these Bible verses. Verse 3 says, he restores my soul. What does it mean to restore? And if restoration has to be there, that it tells you something wrong and happened. Are you together? If restoration has to be done, something wrong had been done, that it corrupted your soul. If God has to restore your soul, something fishy, kitu ambacho akieleweki, basi kilikuwa kimetendeka ndani wa moyo wako, ndio Mungu anasema he comes and he restores your soul. Brother, if God has to restore your heart, what does that tell you? Something was wrong within your soul. Something was wrong within your heart. And because he's your shepherd, that's why he says he will come and he will restore your soul from all the brokenness which had happened to you. That it tells you something wrong had happened to the ministry. That's why he says because he's your shepherd, he will come and he will restore your ministry. Hallelujah. And there are so many things which happens to us.
ministry because of time. I also had the patience when I was sitting there. Nilivumilia. Na sababu naona wakati unakimbia. Jinsi nilikuwa nihubiri haitawezekana. Lakini kama mnaweza mkanikubalisha, basi mimi naweza nikahubiri. Nisije nikasema hivyo mkaona sitaki kuhubiri. Mkiniambia tukeshe hapa, basi nitahubiri, sawa tu. As she good in the presence of God is much better than others and the days anywhere else. If you can agree with me, then I will preach. That is siku moja tu hivi uweponi wa Mungu ni zaidi ya siku 1000 mahali pekine. That was the Bible says. Hallelujah. Verse 4. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Because the Lord is your shepherd. Because He's your shepherd, He gives you that surety that you should not fear any evil. Because He's your shepherd, He's taking care of you. That's why He's telling you, fear no evil. Even if you find yourself in that state where things are not working in your life, where poverty is following you, where sickness are following you, your mother is sick, your father is sick, your wife is sick, your children are sick. These are the evil spirits of the Satan. And the Bible says that you should not fear any evil. For the Lord your shepherd is with you. My cup overflows. Because the Lord is your shepherd. He is able to prepare a table for you in the presence of your enemies. Brothers and sisters, let me tell you this. Not all the prayers we pray that our enemies should perish. Sometimes you pray that your enemy should live. Because if the enemy is not there, the table of the God for you is not there. There are some enemies, we have to walk with them. Even if they wish us to die, no problem. We walk with them because the Bible says, the Lord, because He's your shepherd, even with your enemies, He's able to prepare you a table in their presence. Ndiyo Mungu akaweza kutuandalia ile meza. Kama ndiye yupo, basi Mungu aweze akaandaa ile meza. Si maadui wote unasema waishi. Wengine omba watembee na wewe. Because they can do nothing with your life. One soldier, I know there are people who are not happy with your ministry. Not all the people who are not happy with your ministry, you will pray to God to eliminate them. Some of them pray that they walk the journey with you. Because if you walk the journey with them, the Lord will prepare you a table in their presence. And there is nothing they can do with your ministry. Because the Lord is your shepherd. Pastor Christian, si watu wote watafurahishwa na huduma yako. Wengine wataomba huduma yako ififie iishe. Lakini usiombe Mungu awaondoe, tembea na wao. Maana hakuna chochote wanaweza wakakufanyia. Because the Lord is your shepherd, He is walking with you. So let the enemy do what they can do. We are not scared of them. Because the Lord is our shepherd. He is taking care of us. No matter what the enemy does. Hallelujah. And our
verse 6 na nimalize. Surely goodness and love will follow me all the days of my life. I will dwell in the house of the Lord forever. You know, because the Lord is your shepherd, He is giving you one promise, that goodness and love will follow you all the days of your life, and you shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Because He's your shepherd, He is giving you one promise, that goodness and love will follow you all the days of your life, and you shall dwell in His house, because He is your shepherd. You see, number 6, verse number 6, it makes sense of what we have read from verse 1 to verse 5. The Lord is telling you, this is not your husband, it is not your wife, it is not your son, not your daughter, not your boss, not the president, not the governor, not the MP. Goodness and love will follow you all the days of your life, and you shall dwell in the house of the Lord forever and ever. I can make this with you. Goodness and love you, and you dwell in the house of your life. May I repeat this one? If the Lord, He tells you, surely, and He begins with this word, surely, goodness and love will follow you all the days of your life, and you shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Let me tell you this. In the house of the Lord, there is no calamity. In the house of the Lord, there is no sickness. In the house of the Lord, there is no poverty. In the house of the Lord, there is no rejection. In the house of the Lord, there is no failure. In the house of the Lord, there is prosperity. And that's why the Bible says that the plan God has for us is for us to prosper, not only in spirit but also in money. Not only in money but also in material. That is the plan of our Lord. He says, you will prosper. Number one is spiritually. You will prosper in spirit. Number two, you will prosper in materials. Materials are things like cars, houses, lands, businesses. Number three, you will prosper financially. You will have money. Hallelujah. Because we never had enough time to preach this in deeper the way I wanted to preach. What I can urge you is that when you go home, meditate on this word of the Lord. Psalms 23. And the very good Lord will work upon your life. Nikumalisha na maliza, na kabla nimalize ningetaka kuombea watu. Maana nikisha maliza kuombea watu, I will go direct. Nitaenda kumshughulikia dada yetu Pastor Christian Elijah. That's why I want to pray for people. King of Kings, King of Glory, Lion of Judah, the Alpha and Omega.
Adonai, Jehovah Nissi, Jehovah Jireh, El Shaddai, Elohim, Jehoshua HaMashua. Yahweh is your name, Lord. Yahweh is your name, Lord, as you sit in your holy place in heaven. Emmanuel is your name, God with us. The Lord who is able to bless who was cast. The Lord who is able to bless who was poor to become rich. The Lord who is able to bless who was sick to be healed. The Lord God who is able to change a life in someone's life. You are the same God. I'm calling upon your name. Father, when I was nothing walking the streets of Nairobi, I called upon your name and you came through for me. When I had no honor, you came through for me. You gave me the grace of honor. And this is the same grace I want to release to your children tonight. This is the same grace I want to release to your children tonight. The grace to pursue breakthrough. The grace for blessings. The grace which will bring healing. The grace which will destroy every demonic altar, every evil spirit, every conspiracy, every poor word spoken against their life. I believe that, Lord, you are going to change because your name is Yahweh. Because your name is Yahweh. Yahweh, I call upon your name. I call upon your name, Yahweh. Emmanuel, God with us. Hear me tonight. I have come before thy presence because of your children who have come here to receive healing. May they receive healing, supernatural healing, supernatural provision in the name of Jesus. Father, I pray that, Lord, you will open your heaven, you will assign your Holy Spirit, you will assign your angels to come, oh Lord, upon the lives of your children. They are here, Lord. They are trusting you for breakthrough. Lord, release it unto them. Remember them in their businesses, Lord. Remember them with their jobs, Lord. Remember them, oh Lord. Remember their children, Lord. Bless all of them. The Bible tells me that, Lord, you are able to bless us abundantly beyond what we can imagine. Father, I pray, release your blessings to them. Release your blessing to them right now, oh Lord. The Bible tells me that, Lord, we knock and you shall open for us. I have come to block your door. Open for these your children, Lord, in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Glory, glory, glory. Glory, glory, glory. Glory to the Most High God. Hallelujah. Jehovah, this is your name. Jehovah Rapha is your name. El Shaddai, Elohim, Abba Father, Abba Father, Abba Father. This your children, Lord. Trusting you for something. You know their hearts very well. The Bible tells me that when you shall come, you shall examine our hearts. The Bible tells me that out of our hearts comes the treasures of our life. And I pray that, Lord, there will be good treasures in their heart. In the mighty name of Jesus. Haleluya, haleluya. Wanahitaji uponyaji Bwana. Naomba Mungu ukaweze kuwaponya. Maana wewe ni Mungu zaidi ya miungu. Hakuna aliye kama wewe. Simba wa kabila la Yuda. Mfalme wa wafalme ni wewe.
sijaona mwingine kama wewe, akaweza kupokea uponyaji, uponyaji wa milele na milele. Kila aina ya magonjwa, kila aina ya magonjwa, kila aina ya magonjwa nimeenda kinyume nayo katika jina la Yesu Kristo. Apokee uponyaji Bwana wa milele na milele. Haleluya, haleluya. Oh yes Lord, yes Lord, yes mighty God. If I lay my hands on you, you can go and sit down. Yes Adonai, yes Lord, you are so grateful, you are so powerful. Yes Lord, yes Lord, Jesus Christ. Baada ya maombi, I will anoint her. Dada mmoja simame nyuma ya Kristo. Dada mmoja. When I read the Bible in the book of Acts, chapter 13, verse 2, that is verse 1 to verse 2, the Bible says, in the church of Antioch, there were preachers, pastors, teachers, prophets, and apostles. And verse 2, it says that as they were worshiping and fasting, declaring the will of God, the Bible says that the Holy Spirit communicated to them and said, set apart for me Barnabas and Saul for the work which the Lord has called them to do. And now here the Lord is saying today, set apart for me Pastor Christine Elijah for the work which the Lord has called her to do in this ministry of God. The ministry of singing, the ministry of preaching and teaching the word of God. The Lord God who called you, who chose you in his faithfulness, today is here to receive you in his heaven. Today is here to release his angels, to release his Holy Spirit to come and minister to you. As you minister to God, you shall sing melodies. Out of your tongue shall come a voice. It shall come a voice. And you shall sing melodies of God. Melodies of God. Melodies of God you shall sing. And through the songs, men's souls shall be brought back to God. Through your song you shall minister. And those who are sick, they shall be healed. Kupitia kwa nyimbo zako wengi watakombolewa. Kupitia kwa nyimbo zako wengi watamjua Mungu. Kupitia kwa nyimbo zako mataifa yatakombolewa. Maana Mungu aliyekuita kwa ukamilifu siku ya leo ako mahali hapa ili akukabidhi kilicho alichopanda ndani yako. Mbegu ya Mungu aliyopanda ndani yako inaenda kuchipuka. Biblia inasema ya kwamba hii mbegu ikichipuka haiwezi ikakomaa tena, haiwezi ikavuzwa tena. Hivyo basi siku ya leo, Pastor Christine Elijah, as we bring you before the eyes of the living God, I believe that the Lord will receive you. I believe that the Lord will assign his angels, the Lord will assign his Holy Spirit to come and help you in this ministry, as we launch this album. Agenda Yanga in this year, we declare that the will of God is shall follow you everywhere you shall go. The Bible says that the
Lord is able to assign his angels and go before us and make all things right for us. So it shall be unto you wherever you shall go. The Lord shall assign his angels. They shall go before you. They shall receive you. They shall help you. The Holy Spirit, hallelujah. The Holy Spirit shall help you. Romans 8:26. The Holy Spirit shall be your helper, because I believe you need the help of the Holy Spirit in this ministry. For you to be firm in this ministry, you must have the Holy Spirit of God. And so tonight, hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord, because of your shepherd. Thank you, Lord. Thank you because of her. Thank you, Lord, for the work which you have called her to do. The work to sing, Lord, to minister through songs, to minister through preaching your word. Father, today, I bring her in your heaven. The Lord, you will help her in this ministry, God. You will be with her. You will be with her. Your right hand shall hold her hands, Lord. You shall walk with her everywhere she shall go. I believe that God, you shall be there. Yes, Lord. Yes, Lord. She shall sing, and through her songs, God, people shall be healed. People shall be delivered. People shall be converted through her songs, God. Revival shall be seen. Redemption shall be seen. In the mighty name of Jesus, Lord. Father, anoint her today for this ministry, God. I believe that, Lord, you are the one who chose her. Even when she was in her mother's womb, Lord, you knew very well that, Lord, she shall minister to you through songs, God. Father, I pray in this ministry, may she receive your breakthrough. May she receive your grace. And I go against every principality, every plan of the enemy, every plan of the devil who shall arise and go against our ministry. I arise against them in the mighty name of Jesus. Father, release your angels right now. Release your angels right now. Surround her with your angels, Lord. Surround her with your angels, Lord. Surround her with your angels, Lord. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. I know the heaven is open. You are releasing your anointing. The anointing, Lord. The anointing, Lord. The anointing, Lord. Anointing to sing. Anointing to sing. Anointing to sing. Give her sound. Give her voice. Give her voice. She shall sing with your voice. The voice which breaks the cedars of Lebanon. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. You are anointing her. You are anointing her. You are anointing her with your anointing, Lord. With your anointing, Lord. For this ministry, Lord. For this ministry, Lord. For this ministry, Lord. I call upon your name. Let the name of Jesus Christ be a tower. When she runs to this name, Father, you will comfort her. You will listen to her. You will listen to her. And you shall provide according to her will. In the mighty name of Jesus Christ. Father, as we celebrate
what, Lord, you have done through Christine. You gave her songs. Some songs she never knew if she could write and sing. But because the Holy Spirit was there with her, Father, you gave her songs. And she has sung so many songs. And from today, Father, I pray, may these songs not just be simple songs, but may this song be a songs of miracle, songs of breakthrough, songs of power, songs of grace, songs of supernatural provision. In the mighty name of Jesus, Lord. Father, I pray the same way, God, you gave me the grace of honor. May you release the same grace to her. The grace of honor. The grace of honor. The Lord, she shall be honored. As she minister to you, she shall be honored, Lord. She shall be honored, Lord. I pray. Naomba basi kusimama and to anoint you. I want to anoint Pastor Christian Elijah for this ministry, and we will anoint her in the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. As the anointing flows in our face, may the grace of God partake her. May the angels of God go before her. May her hands, whatever she shall touch with her hands, may it be blessed. In the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Father, you are anointing her for this ministry, Lord. For this ministry, Lord. I believe that, God, you are going to do miracles. I believe that, God, you are going to bring a change. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. The anointing for breakthrough. The anointing for supernatural. The anointing for supernatural. The anointing for supernatural breakthrough. The anointing for supernatural breakthrough. The anointing for supernatural breakthrough. The anointing from heaven. The anointing from heaven, God. The anointing from heaven, God. In the mighty name of Jesus Christ. In the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Let the anointing work in our life. Just support her from the back. Don't touch her, just to be at her back. Let the anointing work in her life. Because the Lord is going to do supernatural things through her. In the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. 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 I pray that Bishop Elijah, you come. She is your wife. As she ministers through songs, you are also ministering. Because you are the same thing. I want to pray for both of you. Just hold her hand. Father, in the mighty name of Jesus Christ, thank you again for this very moment, God, which, Lord, you have given hand to us to be before your presence, God. Thank you for this. Thank you, Lord, for these couples, Lord. Bishop Elijah is your servant, Lord, together with his wife, Christine, oh Lord. Father, I pray, as you have anointed Christine for this ministry, Lord, I believe the anointing, God, will also work through our wife, our husband, Lord, who is Bishop Elijah, Lord, in the mighty name of Jesus Christ. Father, I believe that together they shall encourage each other to do your ministry
with the faithfulness, with the honest God. And I believe through them, many people shall say, surely they serve the living God, because miracles and signs and wonders shall follow them all the places they shall go. In the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit, I pray and believe. In Jesus' name, amen. Shangilia Mungu kwa yale ametenda. And listen me carefully. I want to give you an offering. MC Boni, in my bank, just to get me 100,000. I want to give you offering. And out of this offering, and listen me carefully. Hii si ile pesa nimekuja kukusaidia, usaidizi wenye nileta bado nitakupatia. Bali hii ni sadaka mimi natoa kwako kwa ajili ya hii ministry ambayo Mungu amekupatia. Kutoka kwa hii sadaka naomba ukachukue 10,000, because the 10th of 100,000 is 10,000. Na wende utafute mtoto yatima mwenye ana mzazi na baba, umlipie school fees. Utakuwa umepanda bengu kwa Mungu, na hiyo bengu itakunenea kwa ajili ya hii ministry ambayo Mungu amekuita. Hivyo basi, this is 100,000. I want you to receive with your husband, Bishop Elijah. Enda toa 10,000. Mutafute mtoto yatima, mutoe 10,000 kama sadaka. 10,000 is the 10th of 100,000. Toa kama sadaka, upande bengu kwa ajili ya hii huduma yako, na Mungu ataenda kukuongoza, Mungu ataenda kukulinda, Mungu ataenda kukuonekania, ataenda kukuongoza kwa kila jambo. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na hata kuamini. Basi maana nimemjua Kristo ni kupitia sister yangu Susan, na tukakuwa na urafiki wa kiroho. Sasa Kristo, I'm going to support your ministry with the 200,000. Hallelujah. And all the glory shall go back to God. I will support your ministry with the 200,000. Wapi shangwe na pingelengele jameni? When I met with you, when I met with her, we were having a cup of tea, and she was telling me how she began this ministry of God, how challenging it was, but God has seen her through, and I encouraged her. Nikamwambia zidi kutumikia Mungu, maana pale kwa Mungu kuna dhahabu. Mimi nimemtumikia Mungu miaka yangu yote, na nimeona Mungu akinipa dhahabu kwa mikono yangu. Kwa hivyo Kristo ni Mungu akakuongoze, Mungu akulinde kwa hiyo huduma. Mungu akae pamoja nawe, malaika wa Mungu akuwe pamoja nawe. Ile shida umenieleza hapa ati ya kwamba kuko na hivi na hivi na hivi, nimekuambia nitakupatia 150,000, bali sasa nimeona tu badala ya 150,000 I give you 200,000 ni support huduma yako, na Mungu azidi kuwa pamoja na. Nataka kutuma hii 200,000 to the M-Pesa number. So the MC, if you give me the M-Pesa number, I will send the money. Kidogo tu nilikuwa nikuja na mke wangu, lakini ya akasafiri, ako nje ya Kenya, ameenda Juba. Wakati nilimweleza, najua mimi sifanyange kitu bila kumwambia mke wangu, akaniambia to support Christine with 100,000. Basi mimi nimekaa pale nikaangalia vile kuko, nikaona hii ni maama ya kulipa, uwanja unalipwa, bado Christine ako na bills nyingine. Nikaona tu niongeze, na hiyo yote nitamweleza mke wangu. Na siku moja majaliwa ya Mungu mtatualika kanisani, ndio nikaweza kuja na mke wangu, mkaweze pia kujuana, na pia mkaweze kuwa na urafiki jinsi tulivyo na urafiki. Kwa hivyo Mungu awabariki sana. Nimeshukuru maana Mungu ametupatia neno lake. Mungu wa amani akawabariki zaidi na zaidi. I think nishatuma hiyo pesa, imefika.
Asante. Imefika 200,000 from Lloyd Musyoka. Tumpigie makofi, tumpigie makofi. Hiyo itakuwa ni yetu. Hiyo itakuwa ni yetu. Tunataka sasa wakitengeneza kuanga na TV yake. Na hiyo TV yake anatembeanga nayo. Hata akiwa kwa barabara ako na TV. Wape tu. Sio tusalimie tu.
tukule sasa. Haya, tutasaidia mam sasa kumwekea kwa sahani ndio aweze kupea bishop. Tupigie mam makofi. Alafu atalisha bishop wetu mwingine mgeni guest, our guest is speaker of the day. Tumpigie makofi mazuri. Alafu tutapea bishop. Huduma ya mami imekuwa successful. Yes, speaker wa siku ya leo ya kushikwa mkono na bishop. Kabisa. Kwa hivyo bishop is very significant kwa hiyo bishop. Amemshikilia kabisa. Kula keki. Kula keki. Na ukule pole. Jawabu Studios.